eti anafanya hivi hao wanaanguka, anafanya hivi hao wanaanguka, lakini kameramani ndio anamsogelea zaidi. Hiyo nguvu yake haimwangushi kameramani, inaangusha tu wengine. Ni vizuri watu wakae waangalie huu udanganyifu unaoendelea leo, unaitwa ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani watu wamekuja kwenye ibada wanaangushwa tu ovyo ovyo, naangushwa ovyo ovyo. Kila ibada lazima watu waanguke. Ndio maana watu walienda Loliondo. Kikombe gani hicho kinatolewa na mtu mmoja pekee? Na walienda. Unajua Mungu ni kwa vile alizuia. Hivi fikiria kwamba wangelipona, tungeelewana humu kanisani. Yaani huo mjadala usingeisha kwamba hivi ni mtumishi wa Mungu, ilikuwa ni dawa toka mbinguni. Shukuru Mungu aliweka mkono wake akazuia. Watu walienda Loliondo na bado hajafanya ibilisi yale ambayo Biblia inasema atawagiza moto kutoka juu uje mbele za wanadamu. Na unajua ule moto ni feki kama alioleta wakati ule wa Ayubu. Msemaji anasema moto wa Mungu umeshuka, kumbe ni feki. Ibilisi hawezi kuumba hata mkaa. Ndio maana wachawi wanaweza kukutengeneza mazingira hapo, ukaona gari na injini inataa na inaunguruma. Hakuna cha gari wala cha nini. Wale wanaomchora ibilisi ni mweusi, ana mapembe, ana makucha marefu kama ya ndege, wanakubabaishia tu. Wala yuko hivyo, ili akitokea kwenye chumba chako anawaka kuliko taa za TANESCO. Na hiyo yote kukubabaishia tu. Alipowacholea watu shetani ana rangi nyeusi, siku hizi wamegoma rangi nyeusi, maana ni ya shetani. Wanatamani wakasariwe Ulaya. Wenzako walikuwa wanapelekwa wamewekwa minyororo, wametobolewa mpaka na miguu. Siku hizi tunaenda kwa hiari yetu. Afadhali wakuibia hela sio akili. Wakikuibia akili. Kwani nani alikwambia nywele zako hazifai mpaka uweke zile za zilizonyolewa kule? Nani alikwambia? Who told you? Na hayo yote ni makosa ya wazazi. Wazazi wanapaswa wawaambie watoto wao, wewe ni mrembo bila nywele za kichini. Mnaona mmenyamaza, mnaniangalia. Sio ninyi, ni wale ambao hawajaji.